Yaani ubongo wangu hautaki kuachilia kile kitu. Nilipopigiwa simu nimepagawa, nimefika eneo la tukio nakutana na madamu. Kitu ambacho sikutegemea nitakikuta kwa hali ile. Unafika mtu amelala chini ya sensi na mgusa haamki tena. Wakanambia wajafa mkimbize hospitali. Kufika unaambiwa mtu amekufa. Ndani ya saa 6 tu saa 7. Hebu pata picha kama ni wewe, hebu vaa wewe ndio mimi. Unaweza kuwaza kwa mfano sisi zinaweza kutokea kitu kama hicho kwenye nchi yetu? Au mauaji kama haya yanaweza katokea tukauliwa kiasi hicho kwa sababu mambo ya uchaguzi, vurugu. Yaani kinachoniuma mume wangu alikuwa kwenye maandamano. Hajaribu kitu chochote cha serikali useme alikuwa kwenye maandamano. Hajachoma vitu vya mwendo kasi, hajachoma magari yalochomwa, hajavunja mali ya mtu. Kosa lake ni kutoka nje kusimama? Ndio kosa lake? Au kosa lake ni nini? Nipeleka Mwananyamala tumekuwa kuzika tarehe 6. Tumeenda kuchukua mwili tarehe 6, mwili umeoza. Sasa nikwambieje? Hebu pata picha kama ni wewe. Mpaka namuuliza Mungu, mume wangu anakosa gani? Au alikuwa na dhambi kiasi gani? Kwa hiyo mume wangu najiuliza, aliandikiwa na Mwenyezi Mungu afe kifo cha uchungu namna ile? Risasi ya ini kweli? Sasa bora angempiga kwenye moyo basi. Wangempiga kwenye moyo akafa hapo bora. Wangempiga kwenye moyo basi akafa, lakini risasi ya maini ya kwenye ini lazima liugulie uchungu sana. Kwa hiyo hata nikikaa mwenyewe najaribu kuvuta picha, yani aliugulia nini? Alitamani kuniambia nini? Sijui yani. Kwa sasa Vero maisha yako kwa hiyo tu mdadi kuna kucha, siku zinaenda, yani mdadi tulipo. Lakini sitamani hata kuishi kwa sitamani. Afu naishi na watoto wangu na kana waangalie, wananiangalia mimi, nifanye nini? Nataka sasa mimi kifa tu wanaishije? Ndugu ameshakuja kama tumezikwa, ameondoka. Tumeenda hospitali, mtu ameoza. Baka najiuliza Mungu, hata nikikaa usiku, nasema Mungu, mume wangu alikosea wapi paka aoze vile? Anagwa kanisani kunanuka kweli? Mimi niko pale mbele namsikia mume wangu kabisa kwenye kofi, ananuka kabisa. Tunamrudisha kwenda makaburini. Tunafungua gari lile la kubeba jeneza. Ni kweli jamani? Alifanya kitu kibaya kiasi gani mpaka alipo hivyo? Cheti cha kifo ameandika alikuwa anasumbuliwa na uti wa mgongo. Ndio kifo chake. Ni kweli? Wakati maelezo wamechukua watu 3, kurasa 3. Wameandika kwa na spring. Hata jana wale watu nimewauliza, je, au mimi sijui Kiingereza? Hii mume wangu ni risasi ya tumbo kilichoandikwa hapa. Kwa nini uti wa mgongo umeandika? Wanasema hatujui wenyewe sio walichojia hicho. Walichoniambia ule kaka watafuatilia. Lakini wenyewe wamekuja kwa ajili ya kuuliza tu maswali. Haya mambo yao wenyewe hahusiki sana. Ndio jibu alilonipa. Nilivyoongea saa zile pale, akaniita akaniambia nimtumie ule kaka kile cheti. Wale watu wa saikolojia wakanishauri nirudi Mwananyamala kabla ya kwenda Rita. Lakini sasa pale Mwananyamala watanielewa. Kama watu wametoa maelezo watu 3 na mmeenda kuchukua kile wamekiandika vile, itasaidia kweli? Pero nini ombi lako kwa mamlaka? Ombi langu mimi serikali waangalie wananisaidiaje. Maana mume wangu alikuwa ndo kila kitu kwangu. Hawa watoto wawili na wasomeshaje? Nakaa nyumba ya kupanga, unalipa pango la nyumba. Mimi naishije? Mpaka mtu unafikia tu usiku unawaza unasema au vile vidonge vile va usingizi ninywe tu nife. Nasema bado watoto wangu atadelewa na ndugu zangu. Labda. Sababu nikikaa akili yangu haitaki kukubali mume wangu alifanya nini? Yaani alifanya kosa gani? Mimi ninachotaka kujua ni nini alikosea, yani bila kutoka nje ni kosa lake. Afi kifo kile kweli? Tuende mochwari siku ya 8, ameoza kweli? Ameoza tizamiki.